Habari za wakati huu tena, mpendwa msikilizaji, ni kukaribishe tunapoendelea na mfululizo wa masomo yetu kupitia kipindi cha Game la Pesa, kipindi ambacho kinarushwa kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa asubuhi kuanzia saa 1:20 na kuendelea, dakika zisizopungua 20 mbele, kupitia radio yako unayoipenda iliyoko hapa Ludewa, yani Best FM Radio. Asubuhi ya leo tutapata fursa ya kuweza kujifunza aina tatu za vipato. Ninajua wengi ambao wananisikiliza, inawezekana hata wewe mpendwa msikilizaji, katika maisha yao wanajua tu kwamba kipato ni kipato, na hivyo matokeo yake wanapoingia katika game la pesa wanafanya kazi kutafuta kipato bila kujua kwamba ni kipato gani, ni kitu gani hasa ambacho wanakifanyia kazi. Nilipokuwa mdogo, wakati nipo shule ya msingi, nilipata fursa ya kuanza kujifunza namna ya kucheza mchezo unaoitwa basket. Lakini sikujifunza tu hiyo, nilijifunza kitu kingine ambacho kinaitwa uchoraji. Na mpaka leo Mungu amenijalia nina kipaji kwa namna fulani cha uchoraji, kutokana na kile ambacho nilijifunza nilipoanzia na nilipoishia wakati mdogo. Sikujifunza kwa kitaalamu sana kama watu wanavyoenda shule, lakini nilijifunza tu kutoka kwa kaka yangu ambaye alikuwa na kipaji hicho na nilimwona alikuwa akichora. Kwa hiyo mpaka leo nimekuwa na ujuzi kidogo wa kufanya kitu hicho. Sasa ninachozungumzia asubuhi ya leo, nimezungumzia uchoraji tu kama mfano, lakini sizungumzii kuchora kama kuchora. Labda nisonge mbele. Mtu mmoja naye alizungumza habari hii ambayo ninazungumza. Yeye alikuwa na rafiki yake, na tokea wadogo, wakati wanakuwa, huyu ndugu yeye alijifunza kucheza mchezo wa gofu, na mwenzake alijifunza kucheza michezo miwili, yani mchezo wa gofu na mchezo wa pesa. Mchezo wa gofu na mchezo wa pesa. Matokeo yake ni haya: walikuwa wakijifunza tokea wadogo. Miaka 25 baadaye, mwenzake akawa ni mtaalamu wa michezo mikubwa miwili. Mchezo wa kwanza alikuwa ni mtaalamu wa mchezo wa gofu, lakini jambo la pili akawa ni mtaalamu wa uwekezaji. Kumbuka, huyu alijifunza tokea mdogo game la pesa na game la gofu. Sasa huyu mwingine aliyekuwa akijifunza gofu, baadaye baada ya kuwa mkubwa ndipo akaanza kujifunza game la pesa. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, mpendwa msikilizaji, haijalishi wewe ni mdogo kiasi gani. Inawezekana wewe unayenisikiliza ni kijana mdogo sana, lakini pia inawezekana wewe unayenisikiliza ni mtu mzima, au ni kijana wakati, au inawezekana ni mzee. Haijalishi uwe ni mdogo kiasi gani, uwe ni kijana kiasi gani, au uwe ni mzee kiasi gani, unaweza kuanza kujenga msingi wa kitu chochote katika maisha yako. Jambo la muhimu ambalo ninataka sasa niweze kuweka hii point katika ubongo wako. Wengi sana katika kucheza mpira wanaanza kucheza mpira tokea wadogo kwa kujifunza kucheza mpira. Wengi anachukua muda kuweza kujifunza mpira kabla ya kuweza kucheza mpira. Kama ni kuogelea, anachukua muda kujifunza kuogelea kabla ya kuweza kuwa muogeleaji maarufu. Ipo na michezo mingine mingi ambayo watu wanachukua muda kuweza kujifunza kabla ya kuweza kumaster ule mchezo na kuumudu ili aweze kuwa mchezaji bora. Sasa kitu kibaya ni kwamba tunapokuja kwenye game la pesa, wengi hawajifunzi kanuni rahisi za uwekezaji.
kabla ya kuweza kuwekeza fedha zao ambazo inawezekana wamezifanyia kazi au wamezitafuta kwa tabu kubwa katika maisha yao. Unakuta mtu anachukua muda mwingi kufanya kilimo. Anafanya kilimo, baadaye anaingiza pesa. Baada ya kuingiza kipato, hajifunzi kanuni rahisi za uwekezaji wa kile kipato. Matokeo yake anavamia biashara. Ile biashara inakuja inamwangusha. Baada ya kumwangusha, ndio watu kama hao utawasikia wanasema kuwekeza ni hatari sana. Biashara inahitaji akili. Matokeo yake wanaanza kusema kuna watu bwana ambao wamezaliwa tu ni wafanya biashara. Yaani biashara sio kitu cha kuvamia. Kuna watu waliozaliwa wana karama hiyo. Siku moja nilikuwa ninaongea na ndugu mmoja, ni mojawapo ya ndugu zangu, wakati mimi naingia kwenye interest ya kuwa mfanya biashara. Akaniambia, hebu tazama katika ukoo wetu wote ni nani mfanya biashara. Na katika ukoo wote kweli akanionyesha mfanya biashara ni mtu mmoja tu, ambaye naye amejaribu mara kadhaa, akainuka akaanguka, akainuka akaanguka, lakini mpaka sasa hivi kwa sehemu kubwa amefanikiwa kuwa mfanya biashara kwa sababu alianguka vya kutosha. Na sasa wengi ndivyo ambavyo wamekuwa wakidanganywa kwamba bwana, biashara ni kipaji. Biashara ni kitu ambacho mtu anazaliwa nacho. Kwa hiyo usivamie tu, hizo ni fani za watu. Asubuhi ya leo nataka nikuambie mpendwa msikilizaji, haijalishi kwamba haujazaliwa mfanya biashara. Hakuna anayezaliwa mfanya biashara. Biashara tunaanza kujifunza kanuni ndogo za uwekezaji katika biashara. Tunaanza kujifunza kanuni ndogo za fedha katika biashara. Tunapojifunza kanuni ndogo za fedha, tunapoingia kwenye game la pesa, ndipo tunaweza kumudu vizuri kuendelea kucheza kwenye game la pesa. Na wengi hawajifunzi kanuni hizi rahisi za uwekezaji kabla ya kuingia katika kuwekeza fedha zao ambazo wameziingiza kwa shida. Sasa asubuhi ya leo nitazungumza kanuni mbili. Sitazungumza kanuni zote. Nitazungumza kanuni mbili ambazo zinanisaidia mimi kuweza kwenda katika mada ambayo ninaizungumzia asubuhi ya leo, aina 3 za vipato. Sasa kanuni hizo, kabla sijazungumzia aina 3 za vipato, kanuni ya kwanza ya uwekezaji, unatakiwa uweze kujua kile unachokifanyia kazi. Unatakiwa ujue kile unachokifanyia kazi. Wengi wanajua kwamba mimi ninafanyia kazi pesa, au ninafanya kazi ili niweze kuingiza pesa. Lakini hawajui kwamba kuna aina tofauti za pesa wanazofanyia kazi. Hawajui. Na kutokana na kutokujua hilo, wanaishia kufanya kazi bila kujua ni aina gani ya pesa unayoifanyia kazi. Ukijua aina ya pesa unayoifanyia kazi, una chansi. Ukijua aina tofauti za mapato, una chansi ya kuweza kufanikiwa zaidi katika game la pesa kuliko yule ambaye hajui. Kanuni ya kwanza, jua kile unachofanyia kazi. Kanuni ya pili, badilisha kipato chako cha kazi. Badilisha kipato unachokifanyia kazi uelekee kwenye kipato usichokifanyia kazi. Badilisha kipato unachokifanyia kazi uelekee kwenye kipato usichokifanyia kazi. Sasa ili uweze kunielewa vizuri hili, ili uweze kuzielewa vizuri hizi kanuni mbili za uwekezaji, ninaenda kukuelezea aina 3 za vipato ambazo tunaziingiza au ambavyo tunaviingiza katika maisha yetu ya kila siku katika game la pesa. Zipo aina kubwa 3 za vipato. Aina ya kwanza ya kipato ni kipato cha kulipwa. Kipato cha kulipwa, na wataalamu wanakiita, kwa ile lugha ambayo ilikuja na meli, wanaita
active income. Hiyo ni aina ya kwanza ya kipato. Ni kipato gani? Nitaenda kukizungumzia hivi punde. Aina ya pili ya kipato ni kipato ambacho hakiingii moja kwa moja kupitia kazi unayoifanya. Kwa hiyo si kipato cha moja kwa moja. Kipato cha kwanza, kumbuka, ni cha moja kwa moja. Kipato cha pili si cha moja kwa moja. Cha kwanza unakifanyia kazi, cha pili haukifanyii kazi, ila ni kipato kinachoingia. Na wale wanaotumia lugha iliyokuja na meli wanaita Ki-English au Kiingereza, inaitwa passive income. Na aina ya tatu ya kipato, aina ya tatu ya kipato ni aina ya kipato, ni aina ya kipato ambacho unakuza zaidi uwekezaji kupitia kile ambacho umekilipia. Unakuza zaidi uwekezaji kupitia kile ambacho umekilipia, au orodha ya fedha zilizowekwa kwa faida. Na hii wataalamu wanaita portfolio income. Sasa nitaanza kwa kuielezea hii, alafu nitaenda kumalizia zile nyingine zilizobaki. Nadhani kuna vitu ambavyo, mpendwa msikilizaji, havijawa vigeni kwako. Hata kwenye maredio yanatangazwa. Zipo hata kampuni kubwa zimekuwa zikitangaza hivi karibuni kwamba wekeza hisa pamoja na kampuni fulani, wekeza hisa pamoja na kampuni fulani. Sasa ukiwekeza hisa kwenye kampuni mbalimbali, sina haja ya kuzungumzia sana hili kwa sababu sio kitu ambacho nimekusudia kuzungumzia asubuhi ya leo. Lakini ukisikia mtu anasema ninawekeza hisa au ninataka kuweza kupata faida kupitia riba, ni aina ya tatu ya kipato ambacho ni orodha ya fedha zilizowekwa kwa faida. Na hichi ndicho ambacho yanafanya mabenki. Mabenki yenyewe yamewekeza fedha, wana mitaji yao ambayo kuna vigezo na masharti ambavyo vinatakiwa BOT ili uweze kuwa na benki. Kuna kiwango cha fedha ambacho unatakiwa kuweza kuwa nacho, ambacho kinatakiwa kiweze kukaa kule, pamoja na mashirika mbalimbali ya mikopo. Kwa hiyo ile fedha wanawekeza kwa ajili ya kuweza kupata faida zaidi. Na ndipo hapo sasa utakuta wanakupatia mikopo. Kwenye ile mikopo kuna kitu kinaitwa riba. Lakini namna nyingine, kuna watu wanaowekeza kwenye hisa za kampuni. Ananunua hisa za kampuni, zinaweza zikawa ni hisa za benki fulani. Watu wanafanya hivyo, na akisha nunua ile kampuni, inapofikia hatua ikatengeneza faida, basi na wale watu wanafaidika zaidi. Kwa hiyo hiyo ni aina ya tatu ya kipato, wataalamu wanaita portfolio income. Sasa ninaenda kumalizia na kuelezea aina mbili za vipato. Kuna aina ya kwanza niliyoizungumzia, ni kipato cha kulipwa, active income. Hiki ni kipato gani? Hiki ni kipato ambacho unaweza ukakipata kwa kubadilishana muda wako pamoja na mshahara. Yaani unafanya kazi kwa masaa, unafanya kazi kwa kutumia nguvu zako, unafanya kazi kwa kutumia muda wako ulionao. Yanaweza yakawa ni masaa 9, huwa yana range kuanzia masaa 5 mpaka masaa 9. Kwa mfano, wafanya kazi anaingia saa 1:30 asubuhi, anakuja kutoka saa 9:30 jioni au saa 10 jioni. Wapo wengine ambao anaingia saa 12 asubuhi, anatoka saa 12 jioni. Ina maana amefanya kazi masaa 10. Wengine anaingia saa 2, anatoka saa 12. Utahesabia hapo amefanya kazi masaa mangapi. Kwa hiyo huyu mtu anachofanya, anatumia nguvu zake, anatumia muda wake,
anatumia akili yake, anatumia kipaji chake, anatumia elimu yake aliyonayo, anatumia ujuzi wake kwa kuweza kubadilishana na mtu mwingine ili yeye aweze kumpatia pesa. Ukiingiza hiyo aina ya kipato, kinaitwa kipato cha kulipwa au kipato cha moja kwa moja, active income. Madhara ya kipato hiki ni kwamba wewe ukiugua na kipato chako kinaugua, hakiwezi kuendelea kuingia, hakiwezi kuendelea kutembea kuingia mfukoni kwako. Na changamoto nyingine ya aina hii ya kipato iko limited, yani ina kikomo. Kama ni masaa 12 utafanyia kazi masaa 12, ndicho utakachoingiza. Kama ni 1000 kwa lisaa utaingiza 1012 tu. Kwa hiyo kimebanwa na muda. Kipato cha pili ninachoenda kumaliza nacho, ambacho ni aina ya pili ya kipato, unaingiza fedha kwa kipato ambacho si cha moja kwa moja. Na hichi ndicho ninachokusii mpendwa msikilizaji, ukifanyie kazi unapokuwa kwenye game la pesa. Yani unaingiza fedha bila kuweza kutumika. Unaingiza fedha bila kutumia nguvu zako. Unaingiza fedha bila kuweza kutumia juhudi zako. Unaingiza fedha bila kuweza kutumia muda wako. Unaingiza fedha bila kuweza kutumia nguvu zako. Hauna haja ya kufanya kazi kwa masaa mengi ili uweze kuingiza pesa. Kwa lugha nyingine, watu ambao wanaingiza fedha ambayo si ya moja kwa moja, hii aina ya pili ya kipato, wanaoingiza kipato hiki wanatumia muda wa wengine, nguvu za wengine na fedha za wengine. Naomba unisikilize kwa makini, tupo kwenye game la pesa. Ona watu ambao wanafanikiwa kwenye game la pesa wanacheza tu na kanuni ndogo. Hafanyii kazi pesa, lakini anaingiza pesa kupitia muda wa wengine na kupitia nguvu za wengine. Lakini pia anaingiza pesa kupitia kitu ambacho tumekuwa tukikizungumza sana, anaingiza pesa kupitia asset. Yani ukimuona ana pesa, kama ana milioni 1 leo, ana milioni 2 au ana milioni 10, ana milioni 20, hajawahi kuifanyia kazi hiyo pesa. Kama aliifanyia kazi, aliifanyia mwanzoni wakati anajenga msingi wa kuwa na assets. Kwa mfano, alikuwa ni mwajiriwa huyu. Sasa baada ya kuwa mwajiriwa, baadaye akawa ameingiza mshahara, amesevu, akanunua mashine ya kusagia na kukoboa. Baada ya kununua hii mashine ya kusaga na kukoboa, sasa inafika hatua anaamua kustaafu. Anastaafu, anakaa zake nyumbani. Baada ya kukaa nyumbani, mashine inaendelea kuingiza pesa kila siku. Kule kwenye mashine kuna mtu ambaye amemweka, yule mtu anamfanyia kazi kwenye mashine. Kazi yake ni kuweza kukabidhi mahesabu kila siku jioni. Kwa hiyo unakuta huyu mtu amekaa nyumbani kwake, haamki asubuhi kama wewe unavyoamka kwenda kufanya kazi, lakini unaona anajenga nyumba, ananunua magari, ananunua pikipiki. Matokeo yake watu wanaanza kusema yule jamaa Freemason. Si unaona hafanyi kazi yoyote, lakini anaingiza nini? Anaingiza kipato. Kumbe mwenzao kipato anachoingiza sio cha moja kwa moja, ni aina ya kipato ambacho hafanyi kazi yeye moja kwa moja, lakini kinaingia. Yani fedha ambayo inaingia kwake sio ile anayoifanyia kazi, ila ni fedha ambayo inaingia kupitia assets anazomiliki. Kumbuka tulisema kwamba asset ni kitu kinachoendelea kukuingizia pesa mfukoni. Ni kile ambacho kinafanyiwa kazi kupitia mali ulizonazo, miradi ulionayo, inakuingizia kipato ambacho sio cha moja kwa moja. Mpendwa msikilizaji, asubuhi ya leo ninapoelekea kumaliza, ninakusihi fanyia kazi kipato ambacho si cha moja kwa moja. Anza kuingiza fedha bila kuweza kuzifanyia kazi. Nikutakie usikilizaji mzuri wa vipindi vifuatavyo. Kumbuka ulikuwa nami mwezeshaji wako
Petro Tumaini, namba ya simu 0754 20 20 21.